Bwana Mwijaku baada ya Diamond Platnumz kupata tunzo kutoka YouTube, Mwijaku bwana hajabaki nyuma. Amekuja kuzungumza kitu ambacho kiukweli ni kichekesho, yani ni kituko, kwa sababu hapa point kiukweli Mwijaku hana, lakini still hiki ndicho alichokuja kukizungumza kupitia kurasa yake wa Instagram. Ameweka caption hapa ambayo inasomeka kama vile kumsema Mixer, kumdondoshia madongo na matusi Diamond Platnumz kwa kitendo cha Diamond kupata tunzo kutoka YouTube. Bwana, katika vitu ambavyo huwezi kununua ni YouTube. Yaani YouTube huwezi kununua chochote, hususan kwenye hii issue ya tunzo, kwa sababu hivi Diamond ana hela gani ya kuilipa YouTube? YouTube ina make almost billion of dollars every month. Umeona eh? Yaani ukiachana tu na hizi pesa ambazo wanawalipa wasanii pamoja na content creator ambao wanaweka content zao YouTube, yenyewe tu inapata faida almost billion of dollars per month. Je, wanaweza kweli wakanunua wakapewa pesa kwa ajili ya kuuza tunzo? Hicho kitu ni kitu ambacho hakiwezekani, lakini Mwijaku tunafahamu kwamba huaga anafanya hivi vitu makusudi tu, ili mradi kuwachokoza mashabiki wa Diamond Platnumz, kuwachokoza mashabiki wa WCB, ili waende wakakomenti, wampe ile kiki upepo azidi kufanya vitu vingine, watu wa pay attention na page yake kwa ajili ya mambo yake yeye pia kuweza kwenda. Nadhani hiyo ndo mindset na ndio akili ambazo anatumiaga Mwijaku mara kwa mara kwa vitu ambavyo vinaendelea kumhusu Diamond. So this time around tunafahamu kwamba Diamond Platnumz bwana amechukua tunzo kubwa sana. Hii ni tunzo ya Almasi, Diamond Plug au Diamond Play Button kutoka YouTube, na hii upewi tu kiolela ni kwamba mpaka ufikishe subscribers milioni 10. Na of course ukipita katika YouTube channel ya Diamond ana zaidi ya subscribers milioni 10. Kwa hiyo amepewa hiyo tunzo, na hiki sio kitu cha ajabu, ni kitu ambacho cha kawaida. Sio kupewa tunzo ya milioni 10, lakini kupewa tunzo kutoka YouTube ni kitu cha kawaida, kwa sababu huaga ukifikisha subscribers laki unapewa tunzo ya silver, ambayo hata hapa Trend TV tuko nayo. Lakini ukifikisha subscribers milioni unapewa tunzo ya gold, and then ukifikisha milioni 10 ndio unapewa hiyo ya almasi ambayo Diamond amepewa jana. So baada ya Diamond kupewa hiyo tunzo, Mwijaku bwana kupitia kurasa yake wa Instagram ameandika kwamba Mwambino, acha kujidanganya, unanunua tunzo na unajiandalia mazingira ya kuipokea, yaani sijui lini utakuwa. We mpumbavu sana Mwambino. Hapo USA umeenda, Davido ameenda, Wizkid hatujaona wamefanya huo upumbavu. Badilika, acha utoto. Alafu katika caption hapa ameandika kwamba utoto ni nini? Chambua sentence hii. Hicho ndo kitu ambacho Mwijaku amekiandika. Sasa ukisema kwamba Davido na Wizkid wameenda Marekani na hawajapewa tunzo, of course hawezi akapewa tunzo ya almasi kwa sababu hajafikisha subscribers milioni 10. Wizkid na subscribers milioni 4, Davido na subscribers milioni 4. Hata kufika milioni 10 sio leo wala kesho, bado sana. Umeona Diamond amewaacha hao wote. Umeona so ni kitu ambacho huwezi ukawaona wakiwa wamepewa hiyo tunzo mpaka wafikishe subscribers hao. Na actually ni kwamba Diamond ndiye msanii pekee mwenye subscribers zaidi ya milioni 10 kusini mwa jangwa la Sahara. Kwa Afrika nzima wako wasanii watatu tu, Davido, Burna Boy, wote hao hawapo katika hiyo listi. Yupo Diamond peke yake kwa wasanii weusi. Hao wawili wengine ni wasanii wa Kiarabu kule Misri na Tunisia. Umeona bwana, lakini msanii mweusi ni Diamond pekee kutoka Afrika ndiye mwenye tunzo hiyo ya baada ya kufikisha subscribers milioni 10 kutoka YouTube. So kutokana na hilo basi, nataka hapa nikusomee baadhi ya comment ambazo zimejitokeza, na naelewa kabisa kwamba hii itakuja kuwa ni moja kati ya posti ambazo Mwijaku atayakoga matusi mengi sana, kwa sababu ameongea kitu ambacho ni cha kijinga sana hapa. Sasa huyu hapa wa kwanza amesema kwamba bwana, tunajua akili za Mwijaku zipo kwenye makalio yake. Kwa mtu mwingine hapa amekuja ameandika, huyu ni Kiredio, amesema kwamba bwana, sema leo kaka, acha tu nikupige bwana. YouTube ukifikisha subscribers 100,000 unapewa tunzo ya kwanza ambayo hata mimi pia niko nayo. Tunzo inayofuata ni ya subscribers milioni 1, then inafuata subscribers milioni 10 ambayo ndio Diamond amepewa, maana amefikisha juzi tu hapo. Na inayofuata ni kwamba akifikisha milioni 50 atapewa tena tunzo nyingine, na akifikisha pia milioni 100 atapewa tena tunzo nyingine. Sema sisi ni kwamba nasema si unajua tena umeandika ili watu tu wajue kwamba upo safi. Kwa mtu ameandika hivyo. Kwa mtu mwingine hapa Karima Story amesema kwamba bwana Mwijaku, YouTube tunzo hununui, numbers ndio zinazosoma 10M subscribers. Kwa mtu mwingine anasema bwana, mwenye hofu ya Mungu tujuane. Kwa mtu anasema bwana, ungeendelea
kuchezea tu Aviator mzee. Kwa mtu mwingine hapa anaitwa Kendrick ameandika kwamba bwana, unachokifanya ni sawa tu na kumwambia Bahresa ni sawa sawa na kumwambia Bahresa mkate kwenye ngala. Sijui alikuwa anamaanisha nini. Kwa mtu mwingine hapa ameandika kwamba bwana, mwambie Alikiba ajinunulie na yeye pia tuone. Haya, kuna mtu mwingine hapa amesema kwamba bwana, ni asubuhi Mwijaku hudumia mume wako, acha kuposti mitandaoni. Kwa mtu ameandika hivyo. Kwa mtu mwingine hapa amesema kwamba bwana, wakuu sijui tumunfollow Mwijaku, naona kama vile ameanza kuchanganyikiwa. Kwa mtu mwingine hapa amekuja amecomment bwana, Mwijaku shepu inamsumbua. Kwa mtu anasema kwamba bwana, huu ni ushabiki wa maandazi. Huyu jamaa sijui anaongeaga vitu gani. Kwa mtu anasema kwamba bwana, wewe Mwijaku ushampikia chai mumeo. Kwa mtu mwingine anasema kwamba bwana, kwa hiyo wale wote subscribers milioni 10 ni makalio yako. Kuna mtu amekuja kucomment hivyo. Kwa mtu mwingine hapa amesema kwamba bwana, unaona sisi kama vile makalio yako eti kichwa mvilingo bwana. Kwa mtu ameandika hivyo. Kwa mtu anasema kwamba bwana, subiri upate upande Aviator Mwijaku, huna cha kuongea humo mitandaoni, tunakupuuza. Kwa mtu mwingine hapa anasema kwamba bwana, naamini kwamba generation kubwa ya Wanigeria wenye subscribers milioni 10, alafu wewe unatuandikia vitu visivyokuwa na msingi. Kwa mtu ameandika hivyo. Kwa mtu anasema kwamba bwana, huyu Mwijaku aje tu kufollow page yangu ili nimfundishe gitaa basi. Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa mtu mwingine hapa amesema kwamba bwana, yani huyu kaka bwana, ningekuwa na uwezo wa kuumba ningemuumba mwanamke. Kuna mtu ameandika hivyo. Mtu mwingine amesema kwamba bwana, kichefuchefu cha Aviator kimemlevya huyu jamaa, haelewi hata anachokiongea. Kwa mtu kwamba bwana, kumbe Davido na Wizkid pia vile vile niliwajua wamo kwenye Aviator. Kwa mtu kwamba bwana, okay. Kwa mtu kwamba bwana, yani makalio makubwa yanamalizaga akili. Tunaona hayo kwa wadada, sasa tunaona pia kwa huyu jamaa. Kuna huu msemo ambao watu huaga wanasemaga kwamba wadada wenye makalio makubwa bwana huaga hawako very smart. Yani hawako vizuri sana kwenye upande wa uwezo wa kufikiria, yani wana uwezo mdogo wa kufikiria. Yani kuna huo msemo mtaani watu huaga wanasema hivyo kwamba wadada wenye makalio makubwa uwezo wao wa kufikiria ni mdogo. Sasa hapa kuna watu wamekuja kuigeuza hiyo sentence, pia wameirudisha kwa DC kwamba tumeona hata huyu jamaa naye wanadai kwamba makalio yanamaliza akili yake, kwa mujibu wa comment ambazo tumekutana nazo hapa. Lakini pia page mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na hii. Kuna mtu hapa ameandika ila Mwijaku. Page nyingine hapa amesema kwamba bwana, Diamond atakuja kumfanyia vibaya Mwijaku. Sisi yetu macho tu. Kuna mtu ameandika hivyo. Kuna page nyingine hapa amesema kwamba bwana, anahoja huyu kweli, tumsikilize. Kuna mtu amekuja kuuliza hivyo kutokana na hiyo post ambayo Mwijaku ameipost. So at the end of the day, ukiwa kama mdau bwana, hebu tuwekee maoni yako hapo katika comment section. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona. Lakini pia vile vile bwana, hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.